Katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17, Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kuna mambo ya muhimu matatu ya kuyazingatia katika maandiko haya. Jambo la kwanza, mtu kuwa ndani ya Kristo, mtu kumkubali Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, mtu kuupdate mahusiano yake na Mungu. Yawezekana mahusiano yako na Mungu hayajakuwa vizuri kwa muda fulani. Ni kama gari ambalo limesafiri kwa umbali mrefu bila kufanyiwa service. Kwa hiyo uwezo wa engine au engine capacity ya hiyo gari imepungua, kwa maana ya uwezo umepungua kwa sababu gari limesafiri kwa umbali mrefu bila kufanyiwa service. Jambo la kwanza katika haya maandiko ni kufanya updation au service ya engine. Tunaita engine service kwa kitaalamu. Nami nikiwa kama mtumishi wa Mungu siku ya leo, katika jina la Yesu nakuja magotini pako, Bwana, ninaomba rehema kwa ajili yangu, rehema kwa familia yangu, rehema kwa msikilizaji wangu na yeyote anayenifuatilia muda huu, katika jina la Yesu. Tunatamani kwanza kuwa kiumbe kipya. Tunatamani kwanza kuwa kiumbe kipya, kuwa updated nafsi zetu, kuwa updated mawazo yetu, kuwa updated maisha yetu, maeneo ambayo tumekutenda dhambi, Bwana, na kupungukiwa na utukufu wako. Ninaomba rehema zako. Samehe Mungu mioyo yetu, utusafishe kwa damu yako ya thamani katika jina la Yesu Kristo. Ututakase kwa damu yako ya thamani, Bwana, kwa jina la Yesu, maana tunatamani kuwa kiumbe kipya. Uturehemu, Bwana, kwa jina la Yesu. Utusamehe maovu yetu, Bwana. Mungu, utuhurumie tena, mfalme wa amani. Utusafishe dhambi zetu katika jina la Yesu, maana tunataka kuwa kiumbe kipya, maana kiumbe kipya kinaanza upya na mambo mapya. Nasi leo tunaomba rehema zako, Bwana. Uturehemu, Mungu wa Israeli. Utusamehe makosa yetu, Bwana. Utusamehe uovu wetu, Mungu. Utusamehe uovu wa watoto wetu. Samehe uovu wa baba zetu na ndugu zetu. Samehe uovu wa taifa letu, Bwana. Utusamehe, Mungu. Utuoshe kwa damu yako ya thamani katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yako maeneo ambayo tulikosea kwa kutokujua, Mungu wa Israeli, utusamehe sisi. Yako maeneo ambayo familia zetu zilifanya makosa pasipo kujua ama kwa kujua, Mungu, tunaomba uturehemu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu, utusamehe Bwana. Tunatamani kuwa ndani ya Kristo siku ya leo. Mungu, uturehemu, Bwana. Tunatamani tena kuwa ndani ya Kristo siku ya leo. Samehe uovu wetu, Bwana. Samehe uovu wa familia zetu, Mungu. Samehe uovu wa watu wetu, Bwana. Samehe uovu wetu, Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo. Utusamehe makosa yetu Bwana. Utuponye na magonjwa yote katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mungu, tunaomba uturehemu. Mungu, tunaomba utusamehe. Utusamehe uovu wetu Bwana. Samehe uovu wa ndugu zetu. Wakati mwingine uovu wa ndugu zetu umekuwa chukizo mbele zako, Bwana, na familia zetu zimekuwa blackmailed kwa sababu ya uovu waliofanya babu zetu, kwa sababu ya uovu waliofanya ndugu zetu, waliofanya baba zetu, waliofanya watu wa karibu na sisi. Wakati mwingine uharibifu umeingia, system imekuwa compromised kwa sababu ya uovu waliofanya watu wengine. Lakini pia kuna uovu ambao tumeufanya wenyewe, aidha kwa kujua ama kwa kutokujua. Mungu, siku ya leo tuko mbele zako, tunapiga magoti mbele zako Bwana. Tunaomba uturehemu, Mungu. Tunaomba utusamehe, Bwana, maana wakati mwingine yako magonjwa yalitupata kwa sababu ya uovu wetu. Tunaomba utusamehe, Bwana. Tunaomba uturehemu, Bwana, maana kuna mabaya yalitupata kwa sababu ya uovu wetu. Tunaomba utusamehe, Bwana. Tunaomba uturehemu, Bwana. Tunaomba utusamehe, Mungu wetu. Tunaomba utuhurumie, Yesu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaomba rehema zako Bwana.
ninaomba rehema zako Mungu. Kumbuka rehema zako katikati ya kizazi chetu. Kumbuka rehema zako katikati ya familia zetu. Kumbuka rehema zako katikati yetu Bwana. Kumbuka rehema zako katikati ya taifa letu, katika jina la Yesu Kristo. Rehema zako Bwana, rehema zako katika jina la Yesu. Tunataka kuwa kiumbe kipya, tunataka kuwa viumbe wapya, viumbe wapya ambao wako karibu na wewe, ambao wanakusikiliza wewe, ambao wanaenda sawasawa na wewe, ambao Mungu wanatembea pamoja na wewe, ambao Mungu wanatembea pamoja na wewe, ambao Mungu hawatendi uovu, ambao wanaiogopa dhambi na kuiacha. Karabasekeremandorekaisataramanarabashika. Mungu tunaomba uturehemu. Wakati mwingine dhambi imekuwa ni kawaida ya wanadamu. Karabasikerebokasatamayana. Ninaomba rehema na toba Bwana, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Jambo la pili, Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Sasa sisi sasa ni viumbe wapya, kwa sababu Mungu unasikia rehema, unasikia maombi ya toba, na umeturehemu. Tunakushukuru kwa kutufanya kwa kiumbe kipya, maana umeturehemu kwa neno lako, katika jina la Yesu Kristo. Umeturehemu na kutusamehe kwa neno lako Bwana, katika jina la Yesu. Sisi ni viumbe wapya, sisi ni viumbe wapya. Tunaanza upya na wewe, maisha yetu yanaanza upya. Katarabasekeremanda. Unasamehe familia zetu, unasamehe watoto wetu, unasamehe ndugu zetu, unatusamehe na sisi Bwana. Unaturejesha kwa upya katika ufalme wako, nasi Mungu unatupatia haki katika ufalme wako, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa kuturehemu, asante kwa kutusamehe, asante kwa kutuosha kwa damu yako, asante kwa kutufanya watoto wako, katika jina la Yesu. Tunakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya kutusamehe. Asante kwa rehema zako, asante kwa upendo wako, asante kwa uweza wako, maana wewe ni Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Mungu, kwa kuwa tumekuwa watoto wako, tunaomba utupe mwanzo mpya wenye hatima njema, mwanzo mpya wenye hatima njema. Mwanzo mpya wenye hatima njema, mwanzo mpya katika kila tunalolifanya, na uwe wenye hatima njema. Mungu, kuna mambo mengi ambayo tulijaribu kufanya yakaishia njiani. Tunaomba tupe mwanzo mpya tena Bwana. Kuna projekti ambazo tulijaribu kuzifanya zikaishia njiani, roho ya mauti ikazikamata na kuziua. Lakini Mungu, siku ya leo tunaomba mwanzo mpya wenye hatima njema, na kila tutakalolifanya kwa jina la Yesu likafike mwisho kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kila jambo ambalo Bwana umelipanda ndani yetu kama mbegu likamee na kukua na kuzaa matunda na kufikia hatima njema, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kuna dada yule ambaye amebeba ujauzito wake, ninamwombea katika jina la Yesu, ujauzito wake ukafike katika level ya kujifungua salama, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na kuna yule ambaye ameomba kazi, ameitwa kwenye interview, katika jina la Yesu ninamwombea, katika jina la Yesu, katika interview yake akafanikiwe na kupata kazi kwa jina la Yesu. Karabasete mayanda rabashikerebokasata karamandurubuseke. Kuna yule ambaye kuna jambo lake analisikilizia, katika jina la Yesu Kristo, nami ninaliombea katika jina la Yesu, ninaliombea katika jina la Yesu, ninaliombea katika jina la Yesu, likakamilike kwa damu ya Yesu. Kuna ile mipango ambayo huyu ameipanga, kwa jina la Yesu Kristo ikatimie, katika jina la Yesu ikatimie kwa muda uliopangwa, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaenda kinyume na roho za kuahirisha mambo, roho za kuahirisha mambo, roho za kuahirisha mambo, roho za kuishia njiani, ninazikanyaga na kuzikataa kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hazitakuwa na nguvu tena katikati yetu. Roho za kuahirisha mambo, roho za kuishia njiani, ninazikemea kwa jina la Yesu. Roho za kuishia njiani, roho za kukatisiwa uhai kwa jina la Yesu Kristo, roho za uharibifu kwa jina la Yesu Kristo, roho za mauti, roho za maagano ya kipepo kwa jina la Yesu Kristo, roho za mauti zinazoua ndoto za watu wako, zinazoua vipaji na huduma za watu wako, karabasema yanda rabashika, katika jina la Yesu Kristo ninaharibu
kuharibu kwa mamlaka ya jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kila aina ya roho chafu zinazotenda kazi kwa siri kuharibu future za watu wako, kuharibu future zetu, kuharibu ndoa zetu, kuharibu watoto wetu, kuharibu kazi zetu, kuharibu vipaji vyetu, kuharibu huduma zetu, kuharibu kila tunachokifanya, ninazikataa kwa jina la Yesu, ninazikataa kwa jina la Yesu. Kuanzia leo, kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu, hazitakuwa na nguvu tena, hazita operate tena. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, hazitatenda kazi tena. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, roho za mauti hazitatenda kazi tena ndani yetu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, roho za mauti hazitatenda kazi tena katika kila jambo tunalolifanya. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, roho za mauti hazitakuwa na nguvu tena katika familia zetu. Katika jina la Yesu Kristo, ninakataa roho za mauti zinazotokana na kitu chochote, hazitakuwa na nguvu tena katikati yetu kwa jina la Yesu. Maana ya kale yote yamepita, yamekuwa mapya. Maana ya kale yote yamepita, yamekuwa mapya. Maana ya kale yote yamepita, tazama yamekuwa mapya. Riboka setere mandura kaisa, riaboka sentere kaisetere boka sita, remandurubu sekete moka yata rabaso, ribodoskere boka sitere mandarabaso, rikotoboka sokete moka yata ramando, riboko sokotoboka sitere koyotorobos. Katika jina la Yesu, karababoka sotema yandaraba, riboko sokotoboka sitereboka sitarama mamakosa, rekataboka sikete moka yandaraba koseke, repoka sitere kokayata rabako seketema, riko sokotoboka sikete moka yata rabako seke, karabako sokotoboka sitere kokokoso. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo ali hai, katika jina la Yesu Kristo ali hai, katika jina la Yesu Kristo ali hai. Riboka sokete moka yata rabaso, riboka santa raboka sikete moka yata rabaisote, rapoka sikete moka yata ramadurubusia, riko sokoto moka sikete ma katarabako sekete moka yata. Everything that's against us, kwa jina la Yesu, will not stand in the mighty name of the Lord. Katika jina la Yesu. Mungu, ninakushukuru kwa fadhili zako. Asante kwa neema yako, asante kwa ulinzi wako, asante kwa uponyaji wako, asante kwa rehema zako. Maana sasa unatenda kazi ndani yetu, unatupatia neema na uzima, unatupatia neema na kuinuka tena, unatupatia neema na kupanda viwango vingine, unatupatia neema na kuendelea mbele tena, kwa jina la Yesu Kristo ali hai. Kila jambo baya lililokusudiwa juu yetu, kwa jina la Yesu nalifuta katika ulimwengu wa roho. Kuanzia sasa halina nafasi, kuanzia sasa halina nafasi wala sehemu katika maisha yetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ripoka sata mayanda raba, ropoka sikete moka yata, repoka santa raboka sikereba. Mwanzo mpya, the new beginning. I speak the new beginning in the mighty name of the Lord. I speak the new beginning in the mighty name of Jesus. I speak the new beginning in the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu, natangaza mwanzo mpya kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza mwanzo mpya kwa jina la Yesu Kristo. Ninatangaza mwanzo mpya katika jina la Yesu Kristo. Ripoko soko roboka sata, ramanduruboka sikete moka, rikoboka sita ramandu rekayata, ripoko soko toboka sitere mandaraboka shaira, ripoka sata ramanduruboka sitere kayata, repoka sakata mayata ramandurubo sikereboka sata, rikokokopoka sikete boka yata rabaso, rekete boka sikete boka yata rabako seterena, rika sekete moka sikereboka sita, karabako setetete yetereboka sata raba, rike sekete moka sinta raboka sata, rokoboka sitere kokoko yotorobosha, rikotoboka sitere boka sata rabako seke, karabako sekete boka sitereka, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ali hai.
Thank you Jesus. Thank you Son of God for your blessings in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Kama wewe haujaokoka na ungetamani kumpatia Yesu maisha yako, nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Nimesikia habari zako ya kwamba wewe ni Mungu unayeweza kuunda mwanzo mpya. Naomba sasa nisamehe dhambi zangu na kunifanya mtoto mpya, kunifanya kiumbe kipya. Katika jina la Yesu ninaokoka na kuamini, kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Siku yako imebarikiwa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.